Naam, karibu sana mpenzi mtazamaji wa Peter PJ TV ambayo imekuwa inafanya kazi nzuri na bora kabisa kila siku kukuletea taarifa na uchambuzi wa mambo mbalimbali, hususan mambo ya uchumi, uhasibu, biashara pamoja na masuala ya kimichezo. Leo tunakwenda kusoma somo linalowahusu zaidi watu wa fani ya uhasibu, fani ya fedha, katika somo linaloitwa Principles of Economics. Hii ni fani ambayo imekuwa ni bora sana ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na imekuwa ni miongoni mwa fani pendwa sana baina ya Watanzania wanaofanya kazi nzuri kwenye taasisi, lakini pia kwa vijana ambao wamekwenda kujiajiri kwenye soko la sasa hivi. Lakini leo nitazungumza na wanafunzi zaidi walioko kwenye level ya vyuo vikuu, hususan walioko ngazi ya certificate, diploma pamoja na bachelor degree, na hata hao wanaosoma intermediate certified public accountants kwa maana CPA, na wengine ambao watakwenda kuanza foundations za elimu ambayo tunaizungumza masters. Principles of Economics ndio somo ambalo tunakwenda kulijadili siku ya leo hii. Sasa kabla ya kuendelea, hakikisha unaingia kwenye YouTube yako account, search PJ TV, nenda pale ka subscribe pale kwa ajili ya kupata video nyingine nyingi ambazo zitakuwa zinajitokeza mara kwa mara ama zinaweza kuwekwa kwenye channel hii, ili kuhakikisha kwamba tunajifunza mambo mengi. Aliwahi kuzungumza Stephen Biko, ama anaitwa Steve Biko, mpigania uhuru mashuhuri pale ndani ya ardhi ya South Africa. Aliwahi kusema the most important weapons among the oppressors is the minds of those who is oppressed. Silaha iliyo bora zaidi miongoni mwa mazalimu ni akili ya yule anayezulumiwa. Silaha iliyo bora zaidi miongoni mwa mazalimu ni akili ya yule anayezulumiwa. Ni moja ya silaha kubwa zaidi ambayo alizungumza Stephen Biko, kuhakikisha kwamba anakwenda kutoa elimu ambayo ni bora zaidi kwa watu wa South Africa, ili waweze kufika mahala waweze kukombolewa. Na hili swala aliweza kufanya hivyo, lakini miongoni mwa viongozi unaweza ukasema ambao walikuwa na roho mbaya, wezi makaburu wa South Africa, waliweza kuiondosha nafsi yake na hatimaye akabaki baadhi ya watu wengine, akiwemo Robert Sisulu pamoja na Nelson Mandela, ambaye yeye
mkubwa zaidi miongoni mwa Afrika, unaweza kusema simba wa Afrika, ambaye yeye alipatia uhuru mwaka 1994 South Africa kwenye history of the Black African history, baada ya kukaa more than 27 years prison. So leo tutakwenda kuangalia somo linaitwa Theory of International Trade. Kwenye somo letu la uchumi kama Principle of Economics, tutakwenda kuangalia Theory of International Trade. Biashara ya kimataifa ipoje? Listen carefully if you're a student. If you're a student, listen carefully. This lesson, it can help you to pass your final exam. I know most of the students, they are not attend in their lectures and seminar rooms. They are waiting others to write notes, then they are copy those notes, and other they are taking pictures and they learn through pictures. Universe level in the class, whereby no one who can supervise you for 100% to go to the class so that you can learn and you accept your teacher teach you. So make sure that you listen carefully, step by step, so that you can learn and you can understand what is Mr. Peter Joseph want to give you the right knowledge about the theory of international trade. Wanafunzi wanaosoma chuo wamezungumza, wanafahamu namna ambavyo imekuwa ni ngumu zaidi kuzuia madarasani, na miongoni mwao huwa ni ngumu zaidi kuweza kufahamu vizuri kwenye mitihani yao. Kwenye Theory of International Trade tutakwenda kuangalia biashara za kimataifa. What is international trade? Biashara za kimataifa ni biashara gani? In micro and microeconomic terms, kwa sababu kwenye uchumi tuna branches kubwa mbili, tuna microeconomics na macroeconomics. Microeconomics, this is the branch of economics dealing with individual, like households behavior to the economic decisions. Microeconomics inaangalia zaidi individuals behavior about how their decision affect the economics concept. Huwa inaangalia zaidi tabia za mtu mmoja mmoja kukabiliana na masuala ya kiuchumi. Inaitwa microeconomics, namna ambavyo mwanadamu anaweza akafanya maamuzi kuhusiana na transaction mbalimbali. Hiyo ni one of the branch of economics known as micro. Lakini tuna branch moja inaitwa macroeconomics. This is the branch of economics that looks at the whole, the real picture of the world economics. Inaangalia zaidi uchumi mkuu wa dunia. Dunia inaionaje? Dunia inafanyaje kazi kwenye eneo la uchumi? Macroeconomics inaangalia sera za uchumi, economic policy. Inaangalia pato la taifa kwa maana gross domestic product kwa maana GDP. Inaangalia national income. Lakini ukiacha national income, inaangalia net exports and importations. Net exports ni tofauti kati ya bidhaa zinazouzwa nje na bidhaa zinazoingizwa ndani. Leo tutakwenda kuangalia the theory of economic in terms of international trade. Kwa kwanza tunatakiwa tujue what is international trade. International trade, this is the trade that is consisting more than two countries. Hii ni biashara ya kimataifa inayohusisha zaidi ya nchi mbili. Biashara inayohusisha zaidi ya nchi mbili. Miongoni mwa nchi mbili zinaweza zikawa 3 mpaka 4. Hiyo biashara inaitwa international trade. Example of those countries that can be an international theory. It can be maybe Tanzania with Kenya, Tanzania with South Africa, Tanzania with Zimbabwe, Tanzania with Poland, Tanzania with United States of America, Tanzania with Greece, Tanzania with Germany. Why? Because international trade is the trade that is done among the countries. Biashara ya kimataifa inahusisha nchi moja
the system of buying and selling some goods or services. Ndio maana ya biashara. Lakini kwenye international trade tuna concept mbili ambazo wanafunzi wa degree wanatakiwa kuzijua. Tuna open economy in international trade na closed economy in international trade. Kwenye open economy, in international trade, open economy international trade, this is a kind of international trade whereby there was an extension of trading and financial transaction of the given countries that have considered relationship. Open economy in international trade, it deals with the relationship between one country and another in terms of trade and financial transactions. Open economy, uchumi uliofunguliwa kwenye biashara za kimataifa unaangalia zaidi mahusiano baina ya nchi moja na nyingine, relationship, mahusiano ya nchi moja na nyingine. Inaweza ikawa ni Marekani na Canada, ama inaweza ikawa ni Marekani na Russia, Canada, sometimes it can be Russia with Tanzania, Ghana with Nigeria, Zimbabwe with New Zealand. We have open economies and a part of international trade. Lakini pia tuna part nyingine inaitwa closed economy. Hizi ni part za kuzijua kwenye biashara. Closed economy ni aina ya biashara ya kimataifa ambayo baadhi ya mataifa yanakuwa hayana mahusiano. Kwenye biashara hiyo kunakuwa hakuna uhusiano. Example, in our country now, Tanzania, there was a bad relationship between Malawi and Tanzania, and there is a bad relationship between South Africa and Tanzania in terms of exportation and importation of goods. Kwa hiyo, closed economy, it is the types in international trade that takes place the country that have no relationship in doing some businesses. Example, look at the country for the giant leader in Africa known as Ibrahim Traore. They are Burkina Faso with French in terms of exchange of different minerals such as gold. There is a bad relationship now between the country of Ibrahim Traore with French. Why? Because Ibrahim Traore, the leader of Africa, he wanted to protect all the resources of his country. And that's why that man, he made it class the economy toward the development of that country. But you know, in order to be success leader, you must use your resources internally in order to stand there. That is a trusted economy. Baada ya kuangalia hii system tu, hebu twende tukaone sasa. Why country trade each other? Basic of international trade. Kwa nini biashara ya kimataifa hii ama nchi zimekuwa zinafanya biashara za kimataifa? The basis of international trade. Nini kinasababisha mpaka mataifa mbalimbali yanafanya biashara? Unakuta South Africa inafanya biashara na Zimbabwe, South Africa inafanya biashara na Malawi, South Africa inafanya biashara na USA. Even as a basis of international trade, I want to tell you the basic example. Once you want to speculate the international trade, you know that the father of international trade is USA, and the father of all nations around the world. Because the president of the United States of America, Donald Trump, is the president of all countries, lesser than Vatican, who is a single state headed by Pope. But
country trade each other? Basic of international trade. Kwa nini biashara? Kwa nini nchi moja inafanya biashara na nchi nyingine? Ziko sababu ambazo zinasababisha. Ukiulizwa swali mwanafunzi wa bachelor diploma, kwa nini nchi zinafanya biashara? Why can't you trade each other? Majibu ni kama ifuatayo. Number 1. The human wants are limited. Human wants are limited. Mahitaji ya binadamu ni mengi na hayajitoshelezi. Human wants are limited. That's why one country with another, they are doing business. They trade each other because the human wants are limited. Hakuna rasilimali zinazoweza zikatosheleza taifa lolote lile. Even United States of America, hata Marekani wenyewe hakuna rasilimali zinazoweza zikatosheleza. No even a single country on this world that can produce the resources that satisfies to all members of that country. That's why I told you that the country trade each other because the human wants are limited. And this is the fundamental principle of trading of one country to another. There are some countries that produce gold. There are some countries that have resources like gold and diamonds. But other countries they have minimal resources, such as agricultural resources. But others are so good. Others are so good. They can't trade each because the human want are limited. Mahitaji ya mwanadamu hayajitoshelezi. Example, Tanzania tunazalisha pamba, lakini bado hatuna soko la nguo kwa sababu we don't have the industry that can process it into the finished good to get it to this. That's why we are required to make trade with another country, for instance China. That's why Tanzania is like a place for dumplings. Human wants are limited. That's why country make trade with each other. Sababu ya pili, kwa nini the basis of international trade? Kwa nini nchi moja inafanya biashara na nyingine? The resources distributions. Nchi zinafanya biashara na mataifa mengine kwa sababu yanataka kutawanya rasilimali. Sio tu rasilimali, utaalamu. The resources distributions. Why resources distributions? Tunaposema kwenye uchumi resources, tunazungumza zaidi resources ambazo zinaweza zikazaa utaalamu. Example, capital, labor. Ziko nchi zinafanya biashara kwa sababu zinataka wafanya kazi raia wa nchi yake waliopata maarifa wakatumike kwenye nchi zingine kuleta maendeleo. Example is China. Most of the people from China now are spread in African country. They are very specialized in the construction fields. They come in Africa as a part of the resources being distributed from home to China to Africa. Ndio maana mataifa yanafanya biashara kwa sababu yanataka kutawanya rasilimali kama capital na baadhi ya rasilimali kama labor. And the best example is China. Even United States of America. Marekani wameanza kutawanya resource ya mtaji toka muda sana. Kwa mtu aliyefahamu, amefuatilia historia. After the Great Economic Depression 1929 and before to reach 1933, the world are shaken through the global economic depression after the effect of the First World War that started from 1914 and 1918. The effect of Great Economic Depression led for the Secretary of the United States of America, George Marshall, to come with the plan of how to organize the world economy.
economic warfare of the United States of America, Marekani ilianza kukopesha mataifa yaliyokuwa mazito na vita, ilikopesha mitaji. Kwa hiyo katika kukopesha kule haikuwa hati ya biashara, lakini mpaka leo baadhi ya mataifa yamebaki yanadaiwa na Marekani, yamelazimika kuingia kwenye biashara na Marekani kwa sababu Marekani ilitoa capital. Kwa hiyo nchi zinafanya biashara kwa sababu there is a resource distribution, example capital and skill and labor. Lakini kuna kitu kinaitwa physical capital, machine and other infrastructure. Kuna muda mataifa yanatoa mashine kwa ajili ya kufanyia kazi kwenye baadhi ya mataifa, na kujikuta yanaingia kwenye mfumo mkubwa wa biashara za kimataifa. Lakini sababu ya tatu inayosababisha nchi zifanye biashara, effective utilization of the resources. Effective utilization of the resources. Biashara za kimataifa baina ya nchi moja zinafanya kwa sababu mataifa mengi yanataka rasilimali zake kuweza kutumika ipasavyo. The effective utilization of the resources. Imagine kwenye nchi yako, je, rasilimali zote za nchi zinatumika ipasavyo? Example, Tanzania tuna bahari, tuna mito, tuna maji, yanatumika ipasavyo kwa ajili ya nchi yetu. Hivi vyote vikizalishwa kwa ajili ya nchi itakuwa wapi kwenye GDP? Manake